Yes, hii ni kamera mwandishi ambayo tunakumulikia taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini pia tunakumulikia taarifa hadi zile za ndani. Taarifa ambazo huwezi kuzipata sehemu nyingine yoyote ile. Karibu kamera mwandishi. Karibu kuweza kufahamu kile ambacho tumekuandalia siku hii ya leo. Sasa habari za michezo za nyumbani hizi hapa moja kwa moja bila kupoteza wakati, tujitupe viwanjani tukianzia hapa nyumbani Tanzania kuelekea hiyo kesho ambapo kutapigwa mbungi la kombe la shirikisho barani Afrika CAF, mchezo kati ya Simba Sports Club na Al Masry, mchezo wa mkondo wa pili. Mechi ya kwanza iliyopigwa Misri juma moja lililopita, nakumbuka mnyama aliumia kutunguliwa mabao 2-0. Kazi iliyokuwa mbele yao ni kwenda kupindua meza, kupata angalau mabao 3-0, sio 3-1, 3-0. Kuanzia hapo ndio wanaweza kuvuka kuelekea kwenye hatua ya nusu finali na kwenda kuandikia historia hiyo ya kombe la shirikisho. Kuelekea kwenye mchezo huo, Fadlu Davis amezungumza akiwasihi mashabiki kujitokeza kwa wingi, lakini wao kama kikosi kiufundi, kimbinu wamejipanga, wapo tayari kabisa kwenda kukabiliana na Al Masry. Huyu hapa Fadlu Davis. If they do score 1, we need to score 4. In terms of their approach in the home match, 6 shots against us, 2 on target. The 2 shots on target they scored. I'm sure if you say we had that stats and not 18 shots and 7 on target, that was our stats for an away team. But they got the 2-0. We are definitely not going with the approach of getting 2 shots on target and scoring 2. We will have the approach of trying to create as many as possible. And of course, we have to be very wary with the counter-attack threat, because they've got good quality players that are good on the transition, and we know in the last 89th minute there we conceded from a transition. So 2 strikers is definitely a possibility, because they're with 3 defenders, they play with 3 centre-backs. And if you look at the last match where Ateba was a lot of the time isolated with a vertical pass into him, and he had the defender marking him and the 2 other centre-backs that really closed him down, and he was a little bit isolated. So it's just in relation to which players we want to affect on the last line. If you want to play 2 strikers, maybe they then have a sweeper in behind. If you want to play another 2 players closer to the centre-backs, or you then forcing one of the centre-backs to jump, and then you create the space behind. So 2 strikers is definitely an option, because we saw it in the last match where Ateba was a little bit isolated, and to start with Mokwala and Ateba is a possibility. Mashaka is there as well. So I'm not going to tell you now what I'm going to do, but all of these questions, of course, we've been working on all of these things in relation to, okay, we want to score early. Of course, that is the target. If you don't score early, if it comes to half-time and it's 0-0, or if you go behind, what are the mechanisms we're going to use, and what are the plans? The scenarios already have been trained, have been spoken about, have been worked on. So it's a game that all our players are clear in relation to what is required. And football is not just turning on a light, let's score 2 goals in the first half. I'd love to, and we hope we do, and to score even more in the first half. Ni kocha wa Simba Sports Club Fadlu Davis akizungumza namna ambavyo amekiandaa kikosi chake kuelekea katika mchezo wa hiyo kesho. Anasema mambo mengi hapo ya kiufundi, of course atakuja hapa Mbagile pamoja na Msonde, lakini machache kati ya yale ambayo nimeanasa. Anazungumza umuhimu wao kutokuruhusu bao. Kama watafunga bao moja, itabidi wafunge mabao 4 ili kuendelea ama kusonga mbele. Anasema twendi na approach ya mashuti mawili hayo ya lengo lango, kama ambavyo Al Masry walifanya. Itabidi washambulie zaidi, watengeneze nafasi zaidi na kuzitumia. Amesisitiza ila Ateba kuwa isolated, alitengwa katika mchezo uliopita, na kama kuna uwezekano wa kuanzisha washambuliaji wawili, na kitoa probability ama possibility na uwezekano wa kuanzisha washambuliaji wawili, unahitaji nyuma kuwa na sweeper. Amezungumza hayo, lakini pia inabidi kufunga mapema. Usipofunga mapema, kama inakuja mapumziko bila kazi inakwenda kuwa nzito. Hayo ni maneno ambayo amezungumza Fadlu Davis na George Mangeli. Possibilities za yeye kuanza, anaanzaje hiyo kesho, lakini ambalo ametusisitizia ni kuendelea kushambulia kwa nguvu, kutengeneza nafasi nyingi na kuzitumia. Ndio akatuendelea, nilikuwa nafikiria bado tactical setup. Hebu Msonde kwanza endelea kwanza. Kwa kitu nilikuwa na washambuliaji wawili.
yani nilikuwa nataka kufikiria washambuliaji wawili kama ama hata kama labda kama ni mind game ya wawili, alafu naangalia possibility ya mmoja alafu kutweak tactical setup inakuaje. Ukisema ucheze na washambuliaji wawili inamaanisha kati ya Ahoua ama Kibu mmoja akae benchi. Kati ya Kibu ama Chacha Ahoua. Kwa sababu sasa hivi sidhani kocha utamshawishi kwa namna yoyote Mpanzu anze nje kwa sababu ya work rate yake, jinsi anavyotoka na mpira nyuma kwenda mbele. Lakini kwa Kibu na Ahoua kuna vitu ana miss kwenye ukilinganisha na mwenzao, ambapo asilimia kubwa utamnyoshia kidole Ahoua kwamba atakuwa na rate ndogo ya kukaba wakati timu labda imepoteza mpira. Lakini pia atakupa ama atakuofa zaidi clinical decisions wakati unahitaji mchezaji afanye maamuzi ambayo yanahitaji sekunde chache. Pale ndo anapokuwa anaonekana bora Ahoua zaidi ya Kibu. Kucheza na washambuliaji wawili kwangu mimi naona ni njia rahisi ya kupunguza pia pressure kwa Ateba, lakini pia kutengeneza nafasi kubwa ya kupata goli la mapema, kwa sababu Mukwala ni mchezaji ambaye anaweza kutumia nafasi chache anazozipata kwa usahihi, lakini pia nature ya mchezo wake ama jinsi anavyonyumbulika akiwa kwenye goli la timu pinzani. So mchezaji ambaye anaweza kawa amestack sehemu moja akatumia nguvu, kwa sababu anajua ana nguvu nyingi tofauti na Ateba. Kwa hiyo Ateba anaweza kawa anapunguza pressure lakini anampa nafasi Mukwala. Hiyo ni kwa upande wa kushambulia na faida kwa Simba, lakini kocha yoyote kitu anachokiwaza, hata kama timu inahitaji matokeo kwa hali na mali, anaanza wewe kuzuia. Hicho ndo kitakachomsumbua Fadlu na benchi lake la ufundi kwa ujumla. Unapangaje timu ambayo ishazoea kushambulia kuweza kucheza na washambuliaji wawili, lakini wakati huo inaweza kuzuia. Ushazoea Mohamed Hussein, Kapombe wanasogea mbele, kwenye flank zile wanasogea juu. Kwa sasa hivi utabidi uwazuie, waweke kipimo ama limit ya kuweza kusogea mbele zaidi, ama wanapokezana kwa kiasi kikubwa ili kuweza kuweka balance ya timu. Kwa maana ukianza na washambuliaji wawili inamaanisha una wachezaji karibia 4 ambao watakopo juu, eneo la juu la uwanja, na unaacha gap kwa kubwa katikati kwa kama ataanza Ngoma, kama ataanza kiungo mwingine ambaye ni Kagoma, lakini pia ukisema uanze na washambuliaji wawili kuna option nyingine ya tatu ya kwamba unaweza kaanza na Ngoma, au unaweza usianze na Ngoma ukaanza na wachezaji wawili ambao wanakata kuni, ukaanza na Ngoma, ukaanza na Kagoma, lakini pia ukaweza kumweka labda kwa haraka anaweza Kajefa, lakini na wasiwasi hajacheza muda mrefu. Kwa hiyo so option nzuri sana. Iko sawa kama iko sawa. Exactly. Na angekuwa amepata game time ya muda katika mechi kuelekea mechi, angepata game time labda mechi 3-4-5 mfululizo, ingekuwa option rahisi kuanza na Mzamiru, kaanza na Kagoma, ikawa rahisi wewe kukua na ile tunaita hata rest defense. Unaweza kuwa na wachezaji ambao wakakusaidia kulinda wale mabeki wako wawili na goalkeeper kwa ufasaha zaidi, kwa sababu Mzamiru kuna mechi alienda kucheza Morocco mwaka juzi kama sijakosea, aliweza kucheza nafasi hiyo kwa ufasaha zaidi, akawa anacheza hadi anatokea kama beki wa kushoto. Kwa ni uhitaji wa timu, lakini pia tunabidi tufikirie pia wachezaji walioko kwa sasa hivi. Ukisema ucheze rest defense na Ngoma ushapata jibu. Nafikiri jibu tayari nimeshaanza kulipata. Nafikiri naweza nikabeti hata maisha yangu yote inawezekana Fadlu asianze na washambuliaji wawili. I don't know, labda atakuja kuniprove wrong, lakini nafikiri anaweza akatwiki kidogo tactical setup yake kwa jinsi alivyokuwa anatumia hivi karibuni kuelekea vile, kwa sababu muktadha muhimu Al-Masry anaingia uwanjani tena anaongoza 2-0. Hawana sababu yoyote ya kufunguka, lazima wataweka a block chini ambayo itakuwa inakabia chini zaidi, na kwa sababu wanacheza na back 3, kwa hiyo katika line yao ya mwisho ya ulinzi obviously watakuwa na watu 5,
na natarajia kwenye midfield kutakuwa na watu 4 and then kutakuwa na mtu mmoja anayebaki mbele. Now nimefikiria setup kama mbili. Moja hapo the same starting 11 bila kubadilisha, lakini kutakuwa na mabadiliko kidogo. Mara nyingi Simba wanakuwa kuna wawili wanabaki nyuma, wawili ambao ni ma center back wawili, then wale viungo wawili Kagoma pamoja na Ngoma. Alafu katika line ya mwisho ya timu pinzani kunakuwa na wachezaji takribani 6, fullbacks wawili, wale mawingers wawili pamoja na striker mmoja. Kwa wanakuwa kama na namba 10 ambaye ni Jean Charles Ahoua. Kwa wanakuwa kama vile watu 6. Na kwa jinsi mimi ninavyoona, bila mpira Al Masry watakuwa 5-4-1. Sioni tena sababu ya nyuma kubaki. Yani tactical setup ambayo inaweza ika-counter hicho wanachokifanya Al Masry ni kati ya Kagoma au Ngoma. Nafikiri hapa atakuwa Kagoma. Mmoja atakiwa na drop katikati ya center back wawili. Kwa hiyo Chamu pamoja na Hamza wana stretch, alafu Kagoma na drop katikati yao. And then katika line yao ya pili kunakuwa na Ngoma. Kwa hiyo nafikiria kama watatu moja watu 6 katika line ya mwisho ya ushambuliaji. Nao watu 6 katika line ya mwisho kabisa ambao ndo line ya ulinzi ya Al Masry. Ngoma atapokuwa yuko peke yake katikati, Kagoma ka drop katika center back wawili, kwa nyuma wanakuwa watatu, mbele yao kunakuwa na mtu mmoja. Wale wingers wawili Mpanzu pamoja na Kibu wanatoka pembeni, wanakuwa wanaingia ndani kwenye half spaces. Alafu katikati yao kunakuwa na Ahoua. Fullbacks wawili wa Simba high and wide wanakuwa kama wingers. Ateba ana mpini back, center back wa Al Masry. Kwa anakuwa katikati ya yule center back, katika wale watatu yule wa katikati. Kwa hiyo automatically wingbacks wawili wa Al Masry wanazimbwa na Kapombe. Mpanzu pamoja na Kibu outside center backs wawili, wale katika wale watatu wale wawili wa nje. Alafu yule Ahoua anatakiwa aanze kufanya runs beyond Ateba, zaidi ya Ateba, kwa sababu atakuwa amempini baki yule center back. Kwa wale watakuwa na watu 5 katika line ya mwisho, Simba wanakuwa na watu 6, tayari overload. Lakini ili kufika katika hiyo overload ya watu 6 kwenye build up, natarajia Chamu pamoja na Hamza wanakuwa aggressive on the ball. Yani wakiwa na mpira inabidi waanze kutravel nao, kusogea nao. Ukiwa unasogea nao, kwa sababu wale wanakuwa na mtu mmoja, ni ngumu sana kukava eneo lote lile. Yani kwa mfano mpira ukiwa kwa Hamza upande wa kushoto, akienda kwa Hamza anaweza kaurudisha kwa Kagoma kausafirisha kwa Chamu. Hawezi akatoka kule mpaka kufika kwa Chamu. Kwa kama Chamu na Hamza wakiwa aggressive in possession, kwa bwana dribble na kuja nao, watachokuwa wanalazimisha ule mstari wa watu 4 wa Al Masry. Achana na wale wawili wa ndani, wale wawili wa pembeni watakuwa wanalazimishwa kujump kwenda ku close down Hamza na Chamu wakiwa wanakuja. Wakifanya hivyo, space inafunguka nyuma yao, ambao kutakuwa na vertical line, mstari wa kupiga pasi ya mbele kwa Kibu pamoja na Mpanzu ambao wako kwenye half spaces. Kwa hapo tu tayari Simba watakuwa wametengeneza overload katika phase ya kwanza, kwa sababu Al Masry wana mtu mmoja dhidi ya watu 3, hesabu ya kawaida haiwezekani. Wakienda phase ya pili ambao kuna Ngoma yeye mbele yake ana watu 3, Ahoua, Mpanzu pamoja na Kibu, na yeye watu 4, na wale wana watu 4, 4v4. Na itategemea kati ya Hamza na Chamu nani anayesogea na mpira. Kwa hiyo itakuwa 5v4, overload nyingine, wamezidiwa. Wakifika katika phase ya 3, ndio pale sasa kuna watatu wa Simba au Mpanzu na Kibu, fullbacks wawili Kapombe na Zimbwe, na center forward mmoja, 6v5. Now umesikia umemtaja sana Ateba, sijasikia Mkwala. Ya yoyote Ateba au nimesema tu hivyo, anaweza yani hata akiwa mashaka, yani naongelea tu structure itakavyokuwa. Lakini wewe binafsi unaona afadhali nani? Well, nafikiri kwa sasa hivi anaweza akachange akaanza na Mkwala. Okay. Anaweza akaanza Mkwala. Na muelewaga kwa nini Ateba, kwa sababu ni brilliant back to goal. Yaani anaweza akampini back yule center back. Na unaona kuna mipira alikuwa anapewa hata mechi ya kwanza, anamroll vizuri yule center back, sema finish yake tu ndio ikanamwangusha. Kwa hiyo inawezekana hata akaanza na yoyote yule. Kwangu mimi sina issue yoyote, ila anaangalia tu muundo utakapofanya kazi kwa wote. Lakini hata option ya pili ambayo anaweza kaibadilisha
ni kwa sababu alikuwa ameona mechi ya kwanza jinsi gani Kibu na Mpanzu walikuwa wanawapa tabu wale wingbacks. Kwa hiyo inaweza ikawa badala ya Kapombe na Zimbwe ndio wawe high and wide kama wingers, ni wewe Kibu pamoja na Mpanzu kueni sasa ndo wingers, msingie ndani, kueni wingers kama wingers, and then wale ma center back wawili wanabaki kama vile fullbacks Kapombe na Zimbwe. Badala ya kufanya overlapping, wanatakiwa wacheze around ile block ya watu wanne katikati. Wale wanne wa katikati wale inatakiwa Kapombe na Zimbwe wanakuwa kulia na kushoto katika wale wawili wa pembeni. Si mstari wa watu wanne 1 2 3 4, kuna wawili wa katikati afu kuna wawili ambao wako pembeni. Sasa wale wawili walikuwa pembeni ndo Kapombe na Zimbwe, kwa sababu ndio space ilipo, kwa sababu wingback hawezi akatoka kule kujump mpaka pale. Kwa kuna space pale iko mbele ya wingback, ndio ambazo ya Kapombe na Zimbwe, and then nyuma yao pale kuna kuwa na viungo wawili. Inategemea sasa kati itakuwa Ngoma itabidi asogee awe katika line moja na Aua, na Kagome inabidi abaki. Kwa inaweza kawa wawili nyuma, kuna mmoja mbele yao ambao Kagoma, center backs wawili na Kagoma. Katika ule mstari wa Kagoma ndio kuna Zimbwe na Kapombe ambao wanakuwa wanacheza around the block katika line ya pili ya kiungo, and then wakifika katika phase ya tatu wanakuwa na almost 7 players. Kwa hiyo yani anaweza katwiki vyovyote. Cha kwanza itakuwa ni kupita katika line ya pili ya Almasi, kwa sababu line ya kwanza mshambuliaji mmoja ambaye amebaki mbele. Yani ukisema hata ucheze mabeki wawili ni 2v1, mabeki watatu 3v1, kwa mnapita. Ila wale wanne ndo tafsiri itaanzia pale, na kupita wale wanne ndo anaweza kujaribu position ya fullbacks ama position ya wingers. Kama wingers watakuwa ndani, fullbacks wanaenda. Kama wingers watakuwa wide, fullbacks inabidi wabaki space mbele ya wingers. Kama nimekuelewa vizuri, hiyo inakuwa ni dawa ya kuepusha mshambuliaji kuwa isolated. Yes, kuwa isolated. Yeah, kama ambavyo Fabio alizungumza hapo. Na mpira ulivyo bana, wakati Simba wanajipanga na Almasi nao walikusha wasoma, umeshamwangalia Mpanzu, mwangalia Kibu, yale maeneo yote ambayo yalikuwa yanasababisha hatari, kutafuta namna bora ya kwenda kuwadhibiti. Na kama nitakuwa nimekuelewa, surprise kubwa inaweza ikatoka kwa Simba. So kwa yule ambaye anakwenda kuzuia, yule ambaye anahitaji mabao anakwenda kushambulia, sio? Yes, kwa sababu hata ukianza hivyo, hata bila mpira bado wana rest defense nzuri. Yani muundo wao wa ulinzi pale ambapo wenyewe wako na umiliki, kwa sababu kama nyuma walibaki watatu na kiungo mmoja wa ulinzi, maana yake watu wanne. Hata wafanye counter attack vipi, Almasi bado watakutana na watu wanne. Ama wakisema wazuie kwenye settled block, wanaweza pia wakazuia kwenye 4-4-2, au watabaki na striker mmoja mbele, Kibu na Mpanzu wide, central midfielders wawili na back 4. Kwa bado wanaweza wakawa na compact 4-4-2. Kwa nafikiri kuanza kwa wale ambao walikuwa nao na mfumo wa kawaida, and then ukatweak within mule itampa ufanisi kwenda na idadi kubwa ya shambuliaji mbele ili Ateba siwe isolated, lakini pia inampa uimara pale akipoteza mpira bado anaweza kawa na block nzuri ya 4-4-2, ambao 4-4-2 mara nyingi katika central unakuwa na watu 6, kwa sababu wawili center back, wawili viungo, wawili washambuliaji, and then pia horizontal huku pia umefunga kwa sababu na wingers na full back. Kwa hata ukiwa unazuia mpinzani akienda kushoto, wale ma striker ambao wako wawili mbele wana bend hivi, wanakabia kule, lakini hata wakiswitch, kwa sababu upande huu bado una winger una full back, kwa unakaba maeneo yote. Ndio maana watu wengi sana wanaipenda 4-4-2 bila mpira. Katizi hapo kwa kuongezea tu kwenye kutrick, kuna muda pia unaweza usitumie striker wawili. Au ukiangalia mechi iliyopita alikuwa anachukulia mpira chini zaidi. Unaweza katumia kama unavyosema Mbangile 4-4-2, ikawa Aua anakuwa kama force 9. Yeye anaweza akawa na roam kwenye ile eneo kama kivuli, anacheza kama kivuli kwa Teba, kwa maana Teba ndio atakuwa anaonekana kama striker, lakini ikiwa inapigwa mpira au akiwa anakuja na Kibu na mpira upande wake wa kulia, au yeye anakuwa nyuma ya Teba, ni second striker. Yani ikimaanisha ikitokea mpira opportunity anatoa nafasi. Kwa hiyo inawezekana au akaingia uwanjani kama namba 10, lakini majukumu anaenda kuyafanya kama namba 9. Kwa hiyo hauna haja kumweka mkwala, ukaweka wachezaji wale ambao wamezoeana na wameweza kucheza mechi ya kwanza, kubadilisha matokeo. Inahitaji ukatili kweli mbele ya lango, inahitaji kuwa clinical kweli, nafasi zitumiwe, kwa sababu hata golini kwa Almasri kwa Mahmoud Gadi ambaye ana utulivu, ni golikipa ambaye anaonekana sio papara. Yaani ana utulivu kweli, ana uzoefu mkubwa.
akipatiwa ulinzi na Mahmoud Ahmad, Bahir El Mohamed pamoja na Khalid Sobi. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo pia, kwa niaba ya wachezaji, nahodha wa Simba Mohamed Hussein amezungumza namna ambavyo wapo tayari kwa ajili ya kukabiliana na wapinzani wao. Maandalizi yameenda vizuri kabisa. Naweza kusema maandalizi yameenda kwa 99% kwa ajili ya mchezo wa kesho. Kwa hiyo niseme tu kwamba tuko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaivusha Simba kuelekea katika hatua ya nusu finali. Na sisi kama wachezaji tunatambua jukumu ambalo lipo mbele yetu. Ukiangalia mashabiki, wanachama na kila mtu na kila Mtanzania ambaye anapenda mpira, matarajio yao ni kwamba kesho tunafanya vizuri, lakini matarajio hayo yanabebwa na sisi wachezaji. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba na niwaombe wapenzi na kila mtu ambaye anapenda mpira ajitokeze kwa wingi kesho kuhakikisha kwamba kile ambacho tunatarajia sisi kama wachezaji tumejiandaa nacho vizuri na tutaenda kufanya vizuri kuhakikisha kwamba ile imani ambayo wao wanayo kwamba hii tunavuka na tunavuka kweli. Hii hatua ambayo tupo ni hatua ambayo kila mtu kashaifanya. Yaani tusijivunie hii hatua ambayo tupo nayo sasa hivi. Kwa hiyo jukumu la ukubwa ambalo limewafanya leo hii wapo Simba ni kuhakikisha kwamba tunatoka katika hatua hii na tunaenda katika hatua inayofuata. Kwa hiyo nikuhakikishie kwamba wachezaji wangu ni waelewa na tupo tayari kwa ajili ya pambano na kuhakikishia kwamba kesho tunavuka. Uhakika kutoka kwa Mohamed Hussein Zimbo Junior ni kwamba kesho Simba wanakwenda kuvuka kuelekea hatua ya nusu finali. Kwa upande wa kocha wa Al Masry Anis Boujelbine, anasema anafahamu pressure atakayokutana nayo katika mchezo huo. Wachezaji wake wana uzoefu wa kuendana na pressure yoyote. متوقع انه عاملين ضغط كبير يعني وعادي جدا. Anasema kwamba wamejiandaa vizuri sana na wanajua kwamba pressure itakuwa ni kubwa mno kwa sababu wanajua Simba ni timu kubwa na ina mashabiki wengi, na hilo jambo walikuwa wanalitegemea na wanalifahamu vizuri, lakini na wao pia wana wachezaji wazuri ambao wanajua mazingira ya mechi za Afrika, na kitu kingine kwamba wana benchi la ufundi zuri ambao ina experience kubwa na wana uongozi ambao una experience sana na mechi za Afrika. Kwa hiyo wamejiandaa vizuri, na kuhusu hilo walikuwa wameshajiandaa mapema na kujua kwamba hili jambo litakuwepo, kwa sababu wameweza kuona hata Egypt pia Simba kuwa na mashabiki mpaka kule. Kwa hiyo hili jambo wanalifahamu vizuri sana. Kwa hiyo wachezaji wao wana experience na mechi za Afrika. Johnny Buka mkenish mmoja maana maraba anaye. Anasema kwamba Johnny Buka kwa kesho kweli hawezi kupatikana kwa sababu ana matatizo ya kiafya, kwa hiyo hatakuwepo kwenye mchezo wa kesho. Ni kweli. Ni kocha Anis Boujelbine ambaye anasema yuko tayari kweli kwenda kukabiliana na Simba katika mchezo wa robo finali wa kombe la shirikisho. Mnyama akiwa na kazi kubwa kwenda kubadilisha matokeo, lakini tukumbuke barani Afrika faida ya goli la ugenini bado ipo. Bado ipo, ni marufuku kama sio wanasemaje, ni mwiko ni haramu Al Masry kufunga kesho, hawatakiwi kufunga. Magoli ya mbali, dereva bajaji kutoka Ukonga anasema wewe sema anasemaje, anasema nilikuwa kimya baada ya dabi kuwa na msukosuko, leo nimeibuka nasema kwa sauti. Mwana Simba anaitaka kuwa kwenye historia ya Simba kuingia nusu, basi aje uwanjani. Sawa. Kazungumza jambo la muhimu. Hamasa. Mchezaji wa 12. Unataka kuwa sehemu ya historia, usikae huko ulipo. Kama uko Dar es Salaam hapa shabiki kweli wa Simba, basi nenda kwa Mkapa alafu ukashuhudie historia ikiandikwa, Simba akipindua meza. Kila heri kwa mnyama hiyo kesho bana, kutokea Sports Court hapa. Mnasemaje bana? Kila la heri kwao. Tunatakia kila la heri bana. Tunataka kuwa bado kwenye michuano hii ya Afrika. Lakini kutoka Simba tunajua imekwisha msimu huu. Tunafunga msimu, tunabeba kila mtu anabeba makabrasha yake, tunajipanga na msimu. Na tunamalizia kilinge chetu hapa cha ligi kuu. Kuna nini tena? Sasa turejee nyumbani hapa, twende kwa Young Africans ambapo huko